sijamuona. Jamani, haleluya. Nimefurahi kuwaona kamati ya jimbo. Mungu awabariki sana kwa uwepo wenu. Hii ni baraka kuwa nanyi. Nimefurahi kuwaona waangalizi. Nimefurahi kuwaona wachungaji, wamama wachungaji. Niruhusu niongee na wewe kirafiki kabisa. Na uandike notes. Nataka niongee. Hii ni semina ya viongozi. Hii ni semina ya vyuma. Vyuma vinanoa vyuma vingine. Nitikieni amen. Haya ninayoongea na wewe hapa yatakuwa baraka kwako binafsi na yatakuwa baraka kwa wale unaowaongoza wewe. Mimi ninahudhuria semina nyingi za viongozi. Nyingi sana. Tena nyingine nazisafiria kwenda mbali kabisa. Kwa hiyo naomba uandike notes. Semina hizi ni za maana sana kwetu. Mwaka huu nitakuwa nasafiri kwenda Ghana, Accra kwenye semina ya viongozi. Naenda kunolewa na mimi na chuma kingine. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba niwaambie, ukisikia kuna chuma kiko mahali kinanoa vyuma vingine, acha yote, nenda kanolewe. Nenda kachukue nondo kule. Zikusaidie kibinafsi na ziwasaidie watu wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka tuangalie mambo kadhaa yanaweza yakafika 10. Nataka tuangalie sifa za kiongozi anayehitajika katika msimu wa uamsho na kizazi cha teknolojia. Kwa nini naita msimu wa uamsho? Sisi kanisa la TAG tunao mpango mkakati wa miaka 13. Tunauita mpango mkakati wa miaka 13 ya moto wa uamsho. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini CPCT wanao mkakati ni wa miaka 10 wa uamsho, si ndio? Miaka 10 ya uamsho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sisi wote hapa tumekutana kama wana mkakati na wana uamsho. Sasa ili uamsho utokee, ni vizuri tukaelewa ni nani anapaswa kuleta uamsho. Jina la Bwana libarikiwe. Na sifa za mtu huyo anayepaswa kuleta uamsho ni zipi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Naelewa ninachoongea? Lakini pia huu uamsho tunaoutaka tunautafuta katikati ya kipindi cha kiteknolojia, kipindi cha ukisasa mwingi, kipindi cha mabadiliko makubwa ya kimaisha. Ni nani anaweza akakabiliana na mambo hayo ili ule uamsho upate kutokea? Kama unaandika, andika maneno yafuatayo. Uamsho ni nini? Uamsho ni nini? Uamsho ni kuamka. Basi. Uamsho ni kuamka. Namba 2, uamsho ni kuanza tena. Namba 1, uamsho ni kuamka. Namba 2, uamsho ni kuanza tena. Namuomba Roho Mtakatifu azungumze na mioyo yetu na aitie moto huko ndani. Tunapoondoka hapa, mambo haya yakalete matokeo chanya kwenye maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namba 1, uamsho ni kuamka. Namba 2, uamsho ni kuanza tena. Kuanza tena. Sasa uamsho unamhusu nani? Jambo la 3 hilo. Uamsho unanihusu mimi. Kwa maneno mengine ni sawa na kusema uamsho unaanza na mimi. Usimzungumze mtu mwingine. Kama kuna mtu hayuko hapa, usimjadili huyo. Tunapojadili uamsho tunaanza na wewe mwenyewe. Ninaanza na mimi mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo msingi wa uamsho ni mimi mwenyewe. Wakala wa uamsho ni mimi mwenyewe. Agent wa uamsho ni mimi mwenyewe. Hilo ni vizuri tukajua. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunayafikiri mambo haya yako mbali na ni ya watu fulani hivi. Niangalie usoni, niongee na wewe jambo hili. Mambo haya yanakuhusu wewe na yananihusu mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Wala usipambane na washirika kanisani. Wewe ndio unatakiwa uamke kwanza. Naelewa ninachoongea? Anayetakiwa kuamka kwanza ni nani? Ni mimi.
Wachungaji wenzangu na viongozi, mnanielewa ninachoongea? Kwa bahati mbaya sana, kutokana na nature ya mataifa yetu ya Kiafrika, tumelelewa na machifu, tumelelewa na viongozi, tumelelewa na watawala. Leo nitakuwa naongea juu ya utawala kwenye mkutano wa jioni. Nitakuwa naongea juu ya utawala wa kifalme. Sasa kwa sababu hizo tumefika mahali tukadhani kwa kuwa mimi ni mchungaji sio lazima nifunge, sio lazima nimtafute Mungu, sio lazima niende mkesha, sio lazima nitoe sadaka, sio lazima niwepo kwenye ibada ya kusifu na kuabudu, sio lazima sijui mnanielewa ninachoongea? Naomba niwaambie sio kweli. Mimi kama mchungaji, kama kiongozi wa kwanza, natakiwa kuionyesha hiyo sura ya kile ninachotamani kitokee. Wakati wa ibada ya kusifu na kuabudu, mimi niwe wa kwanza. Wakati watu wanaimba na kucheza, mimi nicheze wa kwanza. Watu viongozi wenzangu, mnanielewa? Kuna wakati tumejifanya tuko bize. Praise inaendelea, tunajifanya tuna vikao. Praise inaendelea, tuko ofisini bado tunaangalia ujumbe wa kuhubiri. Unafanya kuuliza wamefikia wapi? Watamaliza saa ngapi? Ili uje wakati wa neno. Unakuja wakati wa neno kwa sababu gani? Wewe ni mshirika. Naongea na wewe ni mshirika. Wewe ni sehemu ya hayo yanayofanyika. Wewe unatakiwa tena, wewe ndio unatakiwa uongoze njia. Watu waone kuinua mikono maana yake nini. Watu waone kupiga magoti unafanyaje. Wakati wa utoaji watu waone ukitoa. Tena waone ukitoa sadaka nzuri. Nitikieni amen. Hayo yasipoonwa, hawa tunaowaongoza hawataenda. Niangalieni niwaambie kitu. Kanuni inaonyesha ya kiuongozi. Kanuni inaonyesha wanadamu wanaelewa zaidi kwa kuona kuliko kusikia. Wanadamu wanaelewa mambo zaidi kwa kufanyaje? Kuliko. Nitawapa mfano mdogo tu. Kwani ningewaambia tungekutana kwenye mkutano, kwenye semina au kikao, nikawaambia ninafikiria kuleta mkutano wa Injili, utakuwa na jukwaa kubwa kama kutoka hapa hadi pale, alafu kwenda nyuma hadi pale, alafu litakuwa na paa, juu kutakuwa na kivuli, alafu tutakuwa na mavyombo yamelala huku, mengine yamelala huku, tutakuwa na kambi ya matibabu, tutaweka mahema yatazunguka. Naomba nikuulize swali, baada ya maongezi yangu utayakumbuka hayo? Utayakumbuka? Lakini sasa si umeona? Si unaweza kumwambia mwingine? Si unaweza ukasimulia? Watu wanaelewa kwa kuliko. Hawa tunaowaongoza wanataka waone. Ukipendeza, wanajua mchungaji wetu anapenda kupendeza, na sisi tupendeze. Ukipiga magoti wakati wa ibada, watajua kiongozi wetu anapenda kupiga magoti. Hii ndiyo sura ya ibada, na sisi tupige. Ukiwa mtoaji, watajua mchungaji wetu, kiongozi wetu, mwangalizi wetu, askofu wetu, mwenyekiti wetu anapenda kutoa. Kumbe hii ndiyo njia ya kumbariki Bwana, na sisi tutoe. Wanaonielewa semeni amen. Ukimpenda mke wako, watajua. Wala uhitaji kuambia nampenda sana mke wangu, unamuita mbele ya watu unamkumbatia. Watu hawahitaji hayo, wanataka wayaone maisha yenu ya kila siku. Wakigundua unampenda mkeo, hautawaambia wapendeni wake zenu, hautawaambia wapendeni waume zenu. Watawapenda wenza wao kama wewe kiongozi wao unavyompenda mwenzi wako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo uamsho unaanza na nani? Msingi wa uamsho ni nani? Ni mimi. Ni mimi. Tusiwaelekeze watu kama tunavyoelekeza ng'ombe kwenda kunywa maji. Pita kaje pale. Acha watu wafanyeje? Waone unachotaka. Waone unachotaka. Kwa bahati mbaya tumekuwa viongozi mafarisayo ambao tunawaelekeza watu wafanye kitu, ila sisi hicho kitu hatukifanyi. Unataka kanisa litoe, wewe unatoa? Tumekuwa viongozi wachoyo. Alafu nani alikwambia mchungaji kazi yake ni kupokea tu? Nani alikwambia? Nani alikwambia? Tunaenda mpaka kwenye maduka ya washirika wetu huko.
na wengine hata sio washirika wetu. Unaingia dukani unamuuliza hii tai shilingi ngapi? Anakuambia 15,000. Anamwambia naomba nikupe 5,000 mimi mchungaji. Yaani ina maana wewe kuwa mchungaji ni mlemavu? Yaani wewe kitendo cha kuwa mchungaji ndio upewe bure? Ina maana kitendo cha wewe kuwa mchungaji ndio umalize ufilisi watu, watie watu hasara. Kwa hiyo ukienda huyo mteja, huyo mtu mwenye hilo duka akipokea wachungaji 20 kwa mwezi, duka lipo? Eti mimi mchungaji bwana, wewe niuzie hivi viatu aina ndogo, mimi pastor. Kwa nani kakwambia ukiwa pastor upewe bure vitu? Mnanielewa sawa sawa? Leo tuna viongozi ambao wachungaji, maaskofu, waangalizi, wakati wa sadaka wanapotezea. Yaani saa ya sadaka wanainama kwenye simu zao pale. Kipindi cha sadaka kinafanya nini? Mcheki jirani yako usoni, mwambie toa sadaka. Ngeukie upande wa pili, mwambie toa sadaka. Alafu Biblia inatuambiaje? Wapeni watu. Wewe unatoa? Muulize jirani yako, wewe unatoa? Muulize mwingine, wewe unawapa watu? Sasa twende kwenye sifa. Ziko sifa kama 8 au 10 hivi. Tunamtaka kiongozi anayehitajika katika msimu huu wa nini? Wa uamsho na nini? Kuna kaneno utakuwa umekaacha. Msimu wa uamsho na nini? Aliyeelewa vizuri sentence. Na katika kizazi hiki cha kiteknolojia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake sifa hizi lazima ziwe juu ya hayo. Sifa ya kwanza, Mungu anamtazamia au anamkusudia kiongozi anayempenda Mungu bila maswali. Anayempenda Mungu na upendo wake uonwe, watu wauone upendo. Naomba niwaambie, ukimpenda Mungu tutajua unampenda Mungu. Ukimpenda Mungu watu wataona unavyompenda Mungu. Wala uhitaji kuambia jamani mimi nampenda sana Yesu. Tutajua. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua tutajuaje? Upendo una kipimo. Kipimo cha upendo ni utoaji. Kipimo cha upendo ni dhabihu. Andika hayo mambo, yaandike. Upendo una kipimo. Kipimo cha upendo ni utoaji. Kipimo cha upendo ni dhabihu. Ni nini unachotoa kinachouthibitisha upendo wako kwa Kristo? Muda wako, maisha yako, dhabihu zako, rasilimali zako, familia yako, maisha yako mwenyewe. Niendelee, si ndio? Kwa tunapozungumza kumpenda Mungu, unampenda Mungu mpaka washirika wanajua mchungaji wetu anampenda Mungu. Haleluya. Andika maandiko yafuatayo. Waefeso 4:15 mpaka 16. Waefeso 4:15 mpaka 16. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 12. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 12. Niendelee, si ndio? Naamini siendi haraka. Andiko la tatu, Ayubu 23:12. Ayubu 23:12. Ayubu 23:12. Andiko la 4, Mwanzo 26 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mwanzo 26 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Hayo ni maandiko yanayoashiria upendo wangu mimi kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe.
Tutasoma maandiko mawili tu. Nifungulie Biblia yako tafadhali. Ninatambua mkutano huu unahudhuriwa na wengine wengi walioko mbali. Kwa hiyo wewe unayefuatilia ibada hii, kiongozi mwenzetu, na kuombea neema ya Bwana ikupe kile ambacho Roho Mtakatifu anataka ukipokee katika jina la Yesu aliye hai. Tusome maandiko mawili. Mtu wa kwanza asimame atusaidie kusoma Waefeso 4:15 mpaka 16. Waefeso 4:15-16. Mtu wa pili afungue Mwanzo 26:1 mpaka 5. Mwanzo 26:1 mpaka 5. Ukifika simama, soma. Hiyo ni Efeso 4. Sawa. Anasema hivi: lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote. Yeye ndiye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote uliungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Asante sana. Maneno ya mwanzo kabisa yanasema tukue. Tufanye nini? Soma mstari wa mwanzo unaanzaje? Lakini tuishike kweli. Tuishike kweli katika upendo. Alafu na kukua hata tumfikie yeye. Na kukua hata tumfikie yeye. Huyo yeye ni nani? Ni Kristo Yesu. Katika kweli yote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haya maneno ni maneno ya Mtume Paulo ambaye anatutazamisha kwamba kukua kwetu sisi kunatanguliwa na mambo kadhaa. Moja wapo ni kuishika kweli ya Kristo. Namba 2 ni kuushika upendo, kuishi upendo wa Kristo. Sisi kumpenda yeye kutapimwa katika namna ambayo tuna shauku na tamaa na kiu ya kukua, sio kama fulani, lakini kama yeye Mungu wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimesema jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kumbe kukua kwetu kuna kipimo. Zamani tulipokuwa tunasoma shule ya msingi, niangalieni, mimi ni miongoni mwa kizazi kile ambacho shuleni ilikuwa usingeweza kuandikishwa mpaka uweke mkono hivi, uguse sikio. Ni kweli sio kweli? Unagundua ile growth, kule kukua kulikuwa na kipimo chake. Yaani usingeandikishwa shule mpaka uthibitishwe kwamba mkono unafika wapi? Sikioni. Kukua kunakotajwa kwenye Biblia hii kuna kipimo. Kipimo ni kumfikia nani? Kristo Yesu. Yaani upendo wako wa kumpenda Yesu ukue kama Kristo anavyolipenda nini? Kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hicho ndio kipimo. Tuna namna yetu ya kuangalia. Hivi jamaa anampenda Yesu kweli? Anampenda Yesu, anakula hela ya sadaka? Michango inatolewa kanisani ya ujenzi anakula? Watu wameleta hela za tiles, ameweka tairi ya pikipiki. Hapo unajua tukiongea hayo tunafanya hivi. Yaani hapo ni kama vile tunakufanyaje? Tunakupima. Huyu jamaa wamemletea hela ya rangi, ameenda kupaka rangi nyumba yake. Mchungaji gani huyu? Kiongozi gani huyu? Hapo maana yake tunafanyaje? Tunapima. Jamani sawa? Hebu nisaidie tuweke wote hivi. Ukiona watu wanauliza, hivi mchungaji wetu jamani, msiondoe mkono, msiondoe. Hivi mchungaji wetu jamani, mbona nasikia walileta hela ya mkutano wa Injili, afu ametuambia jamani mkutano utafanyika miaka 2 ijayo. Atakuwa amekula hela nini? Jua watu wameweka hivi. Yaani watu wanakucheki hapo, wanakupima, wanakuzoom. Wameweka kwenye kipimo, kwenye miwani, wanachonga hivi kajicho, wanaangalia. Haleluya. Asante sana. Kipimo chetu ni nani? Ni Kristo Yesu. Yaani tumpende Yesu kiasi ambacho watu watajua
Huyu jamaa anampenda nani? Niangalieni niwaambie kitu. Hivi unajua upendo unaonekana. Maana upendo sio story. Upendo ni vitendo. Yaani uweze kuniambia yani nakupenda jamani, yani pastor mimi nakupenda. Alafu basi kila siku mimi nakupenda. Wewe hamna lolote. Unanipiga sound, hamna kitu wewe unipendi wewe. Yaani anayenipenda kuna siku nitakutana naye. Pastor nimepata kakalamu haka nafikiri katakufaa sana kwenye utumishi. Napata kakalamu. Siku nyingine unashangaa. Baba, nimepita huko nimeona katai katakupendeza. Hata usiposema nakupenda, mimi moyoni ukiondoka najua huyu mtoto ananipenda. Jamani semeni amen. Ni kweli sio kweli? Muulize jirani yako, upendo wako ni wa maneno au unaonwaga? Muulize, nimekutuma mimi, muulize. Muulize upendo wako unaonwa au ni story? Amesemaje? Unaonwa. Watumishi wenzangu waseme amen. Kama kuna mahali pana changamoto ni hapo kwenye viongozi hapo. Maana sisi tunaamini katika kufanya nini? Kupokea. Yaani sisi viongozi wengi tunaamini katika kupokea. Kwa hiyo kutoa kwetu ni kugumu sana. Tukienda hata kwenye vikao, wewe fuatilia. Ukiwa na tukio lako wewe. Nisikilizeni vizuri sana. Mchungaji Jason, kama unaozesha, peleka kadi kwa wachungaji na upeleke kadi kwa watu wa kawaida. Angalia michango itakayotoka kwa wachungaji wenzako na michango itakayotoka kwa nani? Kwa washirika, watu wa kawaida. Naomba tuongee ukweli, watumishi wa Bwana. Katibu wa jimbo, naomba nijibu vizuri. Wapi utapata michango mingi? Ongea watu wasikie. Kwa watu wa kawaida. Kwa nini? Upendo. Hivi wachungaji wangapi ni wachungaji hapa? Inua mikono juu. Au mama mchungaji. Kama ni mchungaji, mama mchungaji, nyanyua mikono yako juu. Nayo yasema mnaelewa? Yana ukweli? Hata ukikutana na changamoto, watakao kukimbilia haraka ni watu gani? Ni watu wa kawaida. Tumeze kakadawa katuponye kwa jina la Yesu. Nasema tumeze kakadawa katuponye kwa jina la Yesu. Kuna mwimbaji mmoja alikuwa anaimba anasema kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Yaani anaita dawa ni neno la nani? Gospel ndio dawa yenyewe. Jina la Yesu ndio dawa yenyewe. Na mimi hapa nimeleta nini? Dawa. Meza, hata kama ni chungu, meza. Alafu ukimeza inakuponya kwa jina la Yesu aliye hai. Utashangaa unaanza kuwauliza hadi washirika, mwanangu hivi ule mtaji wako unaendeleaje? Naomba nikuongezee 300,000 hapa uendelee kufanya biashara. Huyo ni mchungaji anampa nani? Mshirika. Inawezekana haiwezekani? Yaani kuna mtu anampenda Mungu kiasi ambacho anatoa kiwanja chake kanisa la Mungu lifanye nini? Lijengwe. Lakini kuna watu wakishatoa kiwanja chake baada ya mwaka mmoja anasema hata hivyo hili kanisa nimehangaika sana hapa. Nguvu zangu nyingi nimeteseka. Na shangaa hata wa PAG wenyewe hao hata wanijali. Askofu mkuu hata anipigiaji simu, nabadilisha kibao. Jina kanisa nikumbushe jina lako mwenyekiti. Hapa pataitwa Edward Damas International Ministries Kibondo, Kigoma, Tanzania. Sijui unanielewa ninachoongea? Yaani anabadilisha jina la kanisa, anafuta ile PAG. Hii haitaitwa tena Pentecostal Assemblies of God Tanzania. Itaitwa Edward Damas International Ministry. Yeah. Eti kwa nini? Mbona hawakunijali? Nilianza ujenzi, hakuna aliyekuja kunitetea. Ulianza ujenzi, nani akutetee? Wewe nani alikuita? Wewe TAG ilikuita? Nauliza, uliitwa na TAG? Kwani kuna mtu alikuandikia barua uje ufanye kazi na TAG? Samahani sana, yani bwana Jason Kiege, tunajisikia raha wewe uwe mshirika wa TAG, uwe mchungaji huku. Karibu. Alafu tutakusaidia, tutakujengea na jengo, tutakununulia na pikipiki, tutakupeleka na Dar es Salaam na Dodoma. Karibu. Sasa unaanza kuchunga, unashangaa jengo halijengwi, Dodoma upelekwi, Dar upelekwi, unaanza kusema waniache, nabadilisha na jina. Jina langu sasa la kanisa litaitwa Jason
Kiyege Kakonko Ministries International Center. Mcheki jirani yako usoni, mwambie ushinde kwa jina la Yesu. Nimekutuma, mwambie jirani yako usoni, muangalie, mwambie ushinde kwa jina la Yesu. Mwambie hiyo roho ikutoke kwa jina la Yesu. Mbona hata mwangalizi hajawahi kunitembelea? Mwangalizi naye ana mambo yake yanambana. Wewe ulimtembelea? Wewe ulimtembelea mwangalizi? Mbona hata askofu wa jimbo hajawahi kuja na yeye anapambana na hapa wanaitwa nini tena jamani? Na mkabuye yake inamtesa hapa. Na yeye ana majengo anahangaika nayo, unang'ang'ana kwani amepewa hela na kanisa la TAG makao makuu? Baba, mnapewa hela za kugawa? Mke wako naye amekaa pembeni anakuambia, "Naona wamekuacha. Hebu na sisi tubadilishe jina la dini." Wewe. Kwani wangapi walioasi wakaanzisha dini zao wameenda wapi? Sasa mimi ndio askofu mkuu hapa Kiyege, hapa nini? Sio Kiyege, panaitwa nini? Kageyo. Mimi ndio askofu mkuu na kanisa langu la makao makuu liko hapa Kayego. Kwanza Kageyo ni askofu mkuu yuko Kageyo. Eti askofu mkuu wa nchi nzima yuko Kageyo. Wewe hata tawi, yani la kwake ndio makao makuu. Eti ni hasira tu, maana alitoaga kiwanja chake, alafu mwangalizi akachelewa kuja kumtembelea, askofu wa jimbo akachelewa kuja kumtembelea, walimwahidi tofali hawajaleta, anaamua kubadilisha dini. Yeye ndio anakuwa nani? Askofu mkuu, na jina lake la kanisa anaitwa Kayego nini? Kageyo International Christian Ministry Center Miracle. Acheni mambo yenu wewe. Acha mambo yako. Tumpende Yesu. Nasema tumpende Yesu.